Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, hapa. Ni fresh kabisa. Harakati ya semaji. Nashukuru Mungu. Kwanza tuseme kwanza karibu kwetu. Nishakaribia, Mungu alisaidia nikafika fresh, so nishakaribia niseme. Sawa, tuzungumzie kwanza mandhari ya hewa ya huku umeionaje? Mandhari ya hewa ya huku kwanza nilikuta kuko ugumu wa baridi, au tuseme nilifika tu wakati ya 4. Baridi ilinisumbua sana. Tofauti na kule majasho. Sasa huku baridi iko mingi. Nikusiporte juu kuko benye nilifuata. Ndio maana kitaalamu sijui umekavaa kitu kanaitwaje kwanza. Hii ni elastic tu kule kwetu tunaita elastic. Makola tu fulani wa manjonjo sio unajua tena. Sawa, labda pengine tungetamani tujue safari yako mpaka ufike hapa. Labda kitu gani ambacho kuna changamoto yote hapa katikati imekutokea mpaka uwe hapa? Changamoto iko tena ya nguvu. Kwanza tuseme nilikia mafere ya kumuona mzee wangu, donc tuseme vitu vya familia. Baada ya kufika, lakini bahati mbaya mpaka sasa niko na stress juu mwenye nilifuata mzazi wangu kidogo mpaka na kashida kenye yake kwa akakwenda sawa. Juu ya vitu ya familia. Mpaka sasa niko na stress juu sikuonana na mzazi wangu na miaka mingi nilimfuata nimuone. Lakini Mungu hakupenda tuonane. Donc yeye hakupenda tuonane sio Mungu. That's why nimesema kuwa umekuja kwa ajili ya familia. Na pia hapa tumekuona kwa studio kuna kazi unaifanya mavipi? Ndio ni unajua ukifika sehemu huko msanii emergency zikosaki. Niko nafanya kaboro mwa tu hivi kawaida. So unafanya kama emergency au? Emergency. Kwa ukimaliza unaondoka. Sina muda hivi natakiwa nikichelewa yani kesho kabisa niko home. Sawa, kwa pengine tungetamani tujue kwa sababu labda watu wanaweza kusema hao Belami miaka yote hii nadhani ndio mara yako ya kwanza kuingia ndani. Ni mara ya kwanza sasa kuingia hapa. Pengine tungetamani watu wanaweza kutamani kujua kwamba kwa nini una baba hapa ndani. Babangu, unajua babangu mimi kwanza ujue kama nilizaliwa hapa mimi. Niko naambia watu juu siwezi ficha watu. Hivyo niwaambie kweli. Mimi sikwagi mtu wa kujibrandi kusema vitu wenyewe viko. Maskini nilizaliwa hapa, kitofu kilibaki hapa Mtanzania. Sasa tulikuwa tuko na vyeo huko na familia yote ilikuwa huko zamani. Sisi tukaenda, mzee alioa babibi wawili. Sasa mamangu ndo alikuwa wa kwanza, tukaenda akabakia na ule wa pili. Mimi alikuwa anaenda. Ulioneka ulikuwa na mwaka gani labda? Zamani sana sikumbuki mwaka hata. Yaani nilikuwa ningali hata petit. Kukumbuka unajua miaka. Kama kuna namna fulani hivi miaka mingapi ulikuwa na miaka mingapi? Kama nilikuwa miaka ngapi yenye tulitoka huku? Yaani wewe umri wako ulikuwa na umri gani? Ile wakati. Umri ambao tulitoka nao huku. Yaani umri wako sasa wewe. Kwa sasa hii. Una miaka mingapi? Hapo ndio sikumbuki, zuri kwa petit. Sikumbuki na shughuli zake eti nitoka kule na miaka ngapi. Hapana yeye. Kwa ulitoka ulikuwa hujajijua kama utakuwa Belami eti. Hapana. Nisidanganye. Tumemwona X katika mazingira haya, safari yenu umechangia au? Niseme kuchangia, jua anishindikiza. Sio nitasema kuchangia au alinishindikiza. Sawa, kuna ile bana nimekuja kwa ajili ya matatizo, lakini sasa tumekushangaa nadhani kwamba ndani ya siku mbili hivi tumekusikia idha moja, lakini sasa hivi tumekushangaa sana umefikia studio. Sikufikia studio. Wewe ndio unanikuta hapa. Nilifika depuis juzi. Sasa kwa siku mbili hivi tuseme. Siku mbili na nusu donc. Nilikuwa nishapitia harakati za familia. Sasa nakwambia, nipita zile changamoto za familia nini. Sasa nikaona basi niacha na maliza tu akaferi juu niko msanii. Niende nasikia pia matala ya producer ya hapa. Alafu nirudie. Na pia labda ulivyokaa studio kwa muda kama ni masaa 3 kama sijakosea hivi, na kuna wasanii wengi ambao tunajua ni wasanii wakubwa hapa kwetu kama ni Busu ambao walikuwa wanaingia na wanatoka. Vipi, una collab na msanii mmoja ama vipi? Collab hayakuwa. Yaani nilikuja kumwangalia Belami tu au sio? Si unajua mimi ni mbembe, bote ni mabembe, pia ni wasanii wenzangu bila ubembe kwanza. Donc tunakoga na ule upisi tunazungumza. Sasa natakiwa mimi ndio mgeni afika hapa, natakiwa sasa anaweza fika Kongo. Ni blaza niko hapa nini? Lazima sasa kama nafika sio wanaambia huko. Wakifika kule na kwa napokea mzuri, banaishi bien. Yaani watoto wetu. Sasa nafika hapa wanaonyesha ule wema pia ukianiona inafurahisha sana bia vile. Sio. Kwenye muziki wa Nyagoman na muziki wa Follow Bugatti ama wa Kizo Boy unaweza kusikia muziki gani labda, na ulivyofika labda ulianza kusikia muziki wa nani ambao unaona kama ni muziki mzuri? Kwa saa hii siwezi sema nilisikia muziki wa sisikii muziki ya hakuna maedisio huko. Hakuna maedisio eti sasa Kongo ukipita huko utasikia wako napiga muziki pale wanapiga tofauti. Sasa nikwambia
kufuatana na ladha eti nisikie waunjwa mzuri kushinda wa mwenzake. Sikwagi vile. Mimi nakuwa tu pale nisikie alitoa mzuri fresh. Huyo alitoa mzuri fresh. Nishawahi kufanya hata challenge za nyimbo ya Kizo Boy, juu nilipendaga nyimbo yake. Nikafanya challenge juu nilionaka ni ya mzuri. Ndio mimi napenda muziki ya mzuri. Sema zingine wenda zinaweza kuwa zinakuwa za mzuri sikutanagi nazo. Ya vile vinawezekana. Sawa, labda pengine kuna watu wanaweza wakasema bana Bellamy anadai kwamba ni mbembe. Hivi Bellamy ni mbembe wa tukisema kabila, yani kuna ile Bashireni. Nyumba. Mimi niko mbembe kabisa wa baba na mama. Niko Mshinyaka mu nyumba ya Bashilo Kanjo, babembe bashaelewa. Vile. Au sio? Na pia hapo studio unapiga style za kwetu Kongo zile ama unapiga kwa ajili ya piano? Maana tunajua ukiwa kwa speed beat ni piano kwenda mbele. Hapa niko napiga kwanza zile zetu zile kabisa. Juu nilisikiaga manyimbo za hawa Mere banapiga nazo nabo maekonda. Mimi sasa ikonda zao nakutaka ziko tofauti na zetu, afu napendaga sana. Ziko kama ki live sana hivi. Kwa sababu wanapiga kama wanakia tuna ngoma wanatia pale makengele manini. Sasa mimi nishajaribu kupiga ile naona ni virefu, nikasema siku nitafika mkambi nitapimaka pia kwanza nisikilize. Pia nawe niko nataka tujue hivi Bellamy anajua tu kibembe kwenye muziki, kwenye maisha yake kawaida kibembe akijua. Kibembe? Mimi najua sio tu kwenye maisha ya muziki. Mimi hata hapa naweza nikaongea kibembe. Mimi naimba muziki wa kibembe na unasikia mimi naimba kibembe. Kisha utasema najua tu. Si ndio hivyo, pengine kuna ile bana kuna kuandikiwa bana imba hivi imba hichi. Najua. Nataka nifahamu lifestyle ya Bellamy Muka, labda ni mkaji wa Kongo tunafahamu. Hatujui kama anakaa Kongo eneo gani, alisoma vipi, lifestyle yake. Umesema kuwa wewe ulipata bahati ya kuishi na mzazi wa kike tu lakini wa kiume hapa. Tunataka tufahamu lifestyle ya Bellamy labda ya miaka ya nyuma mpaka miaka ya sasa. Kwanza mimi miaka mingi ndio niliishi kunyumba, lakini problem mama saa hii siko kunyumba Ubembe. Kwa sababu naanza ishi Bujumbura. Mais sina miezi ya mingi depuis nitoke Uvira. Juu mimi nilikuwa naishi Uvira. Mais hapa niko na miezi kama 6 hivi. Miezi 4. Depuis nitoke Uvira hivi naanza bakia Burundi, Bujumbura. Bia vile. Donc okay, kutoka Uvira mpaka Bujumbura leo ni Tanzania rasmi Nyarugusu. Mzee, tuambie afu umedai kwamba miaka mingi muda wa kutosha kabisa aupo na sisi katika mazingira haya. Nini kimekuvutia hapa ulivyokuja kuona? Nilivyokuja kuona baada ya mimi kufika hapa. Baada ya kufika hapa ndio. Baada ya kufika hapa kenye kilinivutia kwanza nilipenda kwanza vibe ya Basania hapa. Ni tofauti na kule kwetu. So na hapa beko na umoja, unakutaka sasa hapa nishoona wanakutana wasanii press ba mingi hapa. Bako nakutana wanapiga story, mabishi. Sasa ile mimi napendaka. Sasa kule kwetu ni tofauti. Kila mtu anajikutaka yeye ni mvwama, ni mwamba utamfani. Abayaleta fiancé hapa kweli? Mimi niko na mke ndugu yangu, niko na mke mtarajiwa. Sasa mambo ya fiancé mimi mwenyewe niko nabikimbia. Huko niko napokea mapele manini. Bwana jaribu yangu usikie nyingi. Wao mapele yanatokea humu ndani. Ndio. Ni kitu gani ambacho kimekufanya mpaka utoke DRC Kongo mpaka kuingia huko Burundi labda? Mi depuis zamani kwanza cha kwanza ni juu ya heshima yangu. Unajua uko unafanyia kazi sehemu kwenye unajulikana sana. Haipendezi. Hatuyakuwa na magari za kutembelea. Unasikia unaweza ukawa na gari ya kukodi, mimi sidanganyi. Mimi siununua gari lakini ningali na maisha ya kukodi gari. Pale Uvira mambo swama kwa yule mtu kusema anakasirika kwa kwanza anaijima ndio vile siwezagi. Hajipunjaki. Sasa kisi ulianza ongea hapa nita complain. Nitaelewa mbaya kidogo nianze waza maamuzi ya full. Ndio unapoka na ile hasira. Mungu anisamea nitoe nayo. Ndio sio sawa muda mwingine. Sasa ndio yenyewe mimi nakoga nayo. Ndio hali yangu. Okay, kila mtu ana kilevi chake. Tunaelewa hivyo kabisa. Asipende kama apendi madem basi atakuwa anapenda kunywa pombe. Kama apendi hivi huku basi yuko huku. Wewe ni upo kwenye sekta gani ambapo unakuwa unapenda sana?
Mimi sipendagi mademu, sipendagi pombe. Mademu upendi? Ah. Una mademu mpaka sasa hivi? Sina mademu. Ukisema mademu unaona kuna mwanamke wa mimi. Sheri. Sasa mimi sina ba sheri. Mimi niko na sheri mwenye anataka kuwa mama watoto madam. Au sio? Umesema kuwa ni mtu ambaye una hasira sana. Kwa hasira ilitokana kufuatana na upande wa kimuziki ama vipi? Haijalishaki ni muziki wala nini. Nikikosewa tu roho ikichafuka vitu vinafikana hivi. Toka utotoni au? Toka utotoni. Juu mimi si niko hapa mwenye ananijua akifuata hata interview atasema yani kweli. Juu mie hata mere yangu huko hata wakati juu ya hasira yangu ya mbaya nitafutaka mgusa kwa mwili mamangu mzazi. Vitu wenye viwezekani. Donc ni juu ya kitu kyangu kenye mimi nakuwa nakyo ndani ya roho yangu ya vile na siwezi penda Mungu aendelee na. Umefanya muziki kwa muda mrefu sana, ni kama miaka 4 hivi, si ndio? Tunaelekea na tumeanza kukusikia kwa miaka hii hapa. Tunataka tujue ni faida zipi ambazo umezipata kwenye kazi hii hapa ya muziki. Faida ni za mingi sana. Kama zipi? Faida ni za mingi. Kwanza ili nitambulisha kwa watu, kwanza ile ni faida. Nilijulikana na mwe wote mnanijua, nijua muziki. Nilipata makonexio za makazi tofauti juu ya muziki. Kwa saa hizi niko naishi fasi yenye iko bien ni juu ya muziki. Donc sina kazi kwa saa hii. Siwezi kuambia niko na biashara ama nini mama sina nayo. Binaweza binakaribia kuwa ni juu ya muziki. Ni kwa saa hii niko naishi mzuri. Ni juu ya muziki. Kwa saa hii niwaambie sasa niwaibie siri. Mtenda ambia wengine watu. Kwa saa hii deja nisha nunua ndinga yenye iko na itavenea hapa mwezi wa 6. Ndinga gari la kwako? Gari yangu. Ninunua Nissan Juke, ba mingi wanajua. Juke kila mtu anajua. Bei gani ulichukua? Nilichukua ilikuwa $6,000. Donc vingine siko na konte. Na kwa nini ije mwezi wa 6 isije hata kesho nini? Ni kufuatana na harakati za maswala de douanement ni virefu. Juu ifike fasi kwenye huko inalombaka processes za mrefu. Mwezi wa 6 kabisa nitaipost mtaiona. Lakini pia hapo kuna kitu ningeipenda nikiongeze kwa Belami ambacho pengine kwa namna fulani hatujakiuliza. Watu wanasema kwamba kitendo cha wewe kufanya kazi na Shilian kinapelekea kwa namna fulani labda kuwa na kitu ambacho kimeleta kama utengano kati yako wewe na Mr. Gave. Na hiyo pia inaweza ikawa moja sababu ambayo unaweza ikawa imekufanya kama ununue ndinga hivi, maana tumemwona Mr. Gave anaposti sana kwamba sijui ananunuliwa ndinga na mashabiki. Hii labda unaizungumziaje kwa machache? Mimi sinunui juu ya hivyo vitu. Mimi ninunua juu ya unaona mimi naishi Burundi. Na Burundi inastahili kuwa na usafiri. So mfano niko na kwenye mimi natumikiaka ku studio, mimi nazoea natumikiaka kwa Bedi Best. Sasa kuko kidogo ka trajet na kwangu. Sasa ile kwenda kila siku na taxi, unaona kama vile inanisumbua na cost. Niko bora nijichange nijikaze ma connection, nijichange nione gisi nitanunua angalau usafiri wa kuwa ni rahisishia. Sawa, hapo pia kuna kipindi fulani hivi ulisafiri kutoka Uvira mpaka Kinshasa kwa kitu kama kwenda kufanya kolabo na NOSP. Ni kolabo ambayo haikutokea. Haijalishi inaweza ikawa haikutokea labda kutokana na ubize wake au hakuwa bize, lakini pia nyuma tu mara baada ya kutoka Kinshasa na kuja kufanya kazi zingine Burundi, tumemwona NOSP anafanya kazi na Joe Like. Nafikiri unamfahamu Joe Like yule wa Goma. Unahisi labda kuna kipi ambacho labda pengine kinaweza kikawa kilikuwa pale katikati kiasi kwamba ile collab ilikuwa haikamiliki? Collab yangu mimi ilipitia changamoto za mingi, sijui hata kama walirogaka. Mimi niko sire vitakuwa tu bien. Juu tunaongeaka na management yake tu sawa. Na niko sire itafanyikaka tu. Unasikia malgré bitokeaka wakati mimi nafika Kinshasa naye akaenda Paris. Yaani mimi nafika tu kesho akaenda Paris. Sasa tena alikwenda kusinye ma contrat ya ma projets zenye walikuwa wana. Alikwenda ndio sinye pare ya nani ya bibi yake Rebo. Ndio alikuwa anaenda sasa akaenda msinyele bibi yake juu alikuwa sui kwa problem gani akabakia. Akaenda pale ya bibi yake. Sasa utafanya akaenda fanya kule Desmen hivi mimi. Na mimi unajua kuishi Kinshasa ndugu yangu. Basi kudanganye. Ndio fasi yenye iko na maisha magumu sana. Kila kitu kiko share. Very expensive. Yani pale vile na pipi iko share. Sawa, watu wengi wanabezi kuhusiana na mahusiano ya umbali kati ya mtu na mpenzi wake. Na ni kitu ambacho pengine ni kama kinaonekana kwa upande wa Belami. Ni kama Belami kwa asilimia kama zote hivi ana mpenzi wake ambaye anapatikana huko Mambele. Kitu ambacho kidogo kinaweza kikao kama kinaleta watu, kinawaletea maswali mengi ya kujiuliza. Unawezaje labda kumudu mapenzi labda ya mbali, haijalishi kwamba utakuja kumweka ndani mdada wetu ambaye ni Shem. Na kwa nini labda hujaoea Uvira, Camp au Kongo kwa ujumla ukaamua kwenda kutewa mtu ambaye yupo mbali kidogo? Unajua mpaka nifikie hapa kuko baje ya sawa na mimi, baje yangu. Niko na watoto.
Mpaka nifikie hapa donc nilijifunga vya kutosha. Siazalaka gisi niko hapa na siapimaka hata kuoa depuis nizaliwe. Donc niko najilinda mimi mwenyewe. Najilinda. Unasikia? Donc niko mtu mwenye niko na madecision zangu. Sipendi nioe kukurupuka. Na unajua mapenzi hajalishaki kule iko mbali, uko karibu au nini. Ifo upende kwanza na ujue wewe uko na ustaarabu kweli, wewe ananimerite, ni wa mzuri, mimi nafuata kwanza mwanamke mzuri. Swali la mwisho kwa kuachia ndugu zangu wazungumze hapo. Kujua mahusiano yao yana namna gani sasa mpaka sasa hivi? Mahusiano yenu. Tuko na miaka 2 sasa. Miaka 2. Tunaamini kwamba Bellamy ni msanii ambaye anajulikana na ni star. Kati yako wewe na yule mdada nani ambaye anaweza kama mchiki mwenzake kuhusiana na masuala ya mapenzi? Mke wangu au niseme mpenzi wangu. Yeye ndo amekutafuta kwamba inabidi nitoke na mtu fulani hivi ambaye ni maarufu au wewe ndo umemtafuta? Unajua nini? Unajua nini? Bile ya kutafutana ndio siwezi nikaviongelea hapa. Kwa nini? Sawa? Kwa nini? Kwa nini? Mimi ndo mwanaume. Kikawaida sio kwamba inawezekana amekutafuta yeye, lakini unaongelea kianaume sasa. Inawezekana amekutafuta yeye. Lakini kwa kweli mwanaume inabidi uoneshe kwamba wewe ndio umempenda. Mimi ndo nilimtongoza. Nikamwambia nakupenda. Na njoo vile nitazipenda nifanye nini nikuoe. Kutafutana juu mtu wa Bulanda tapata namba zake yeye. Alinitafutaka juu ya makazi. Tukafanyaga makazi ikaisha pale. Sasa tukabakiana ile contact. Siku moja nini? Ilikuwa kwanza urafiki. Nikituma link atashare nini moja mbili tatu. Sasa mtoto niko na statistics yake hata mtoto sana huyu. Chuma huyu nikaanza muuliza wewe ni mbembe wewe? Usichape wewe sio mbembe. Naambia akaanzongea vibembe nikasema akaniambia si mshi nani kule nikaelewa huyu mtoto ana. Mlitafutana labda kikazi kama video vixen au labda alikuwa ni mtu ambaye amekupa tu issue inabidi utuimbie kama kundi fulani ambao waga wanayo kule. Unajua kule ilikuwa kazi kule inakuwa ni vya kuimbiana tu. Basi sawa, na ruhusu wengine wanaweza kauliza maswali. Sawa, mimi nadhani kwamba naweza nikatamani kwanza turudi nyuma. Ulisema una tabia fulani ya kushinda ndani. Hii itokana na nini? Nijua kuevite mimi sikwagi mtoto wa kutembea sana. Wa kupita pita niko huku. Ukiona mimi natoka yani kuko venye mimi natokea. Yani ni kitu kwenye nilipanga depuis mfano juzi au jana. Sitoka kitu na kurupuka. Ile unakucha niende wapi nilamuke tu. Asikwagi vile. Donc kama sina kwa kwenda unakuta mimi natulia mnyumba. Kama siko ku TV yangu niko nacheza game. Yani natulia tu na telefoni yangu basi. Hivi maisha nyumbani kwako yakoje? Maisha nyumbani kwangu? Unamfanya kazi labda au kuna mtu yote anakuhudumia kwenye masuala ya kupika kitu kama hizo? Masuala ya kupika niko na dada yangu mimi naishi naye Petitsia. Wetu wa mwisho. Ndio mwenye anafanyaga ile kazi. Donc tunaishi wawili kwangu kwenye mimi napanga. Mimi na dada yangu. Kwa hiyo ndo anafanyia kila kitu pale. Yeye ndo anafanya vitu. Na kwa nini hujatamani hata kuchukua girl? Maana yule dada yako ni hakika atachukuliwa tu muda, ndio maana kuna waoni wanamezea mate pale. Ni gani? Wewe ushamuona uko mmezea mate. Yaani namfananisha labda kwa mfano, yaani kama namuona kwenye hisia. Hapana. Okay, mimi nikitoka kwanza huko, mimi naendelea kukaribisha. Mimi kauli yangu yote itakuwa tu ya kukaribisha Checheni, yani Nyarugusu. Hivi kweli kwa nini haukufikiria kutuachia zawadi hapa ya kolabo na wasanii wetu hapa kambini? Hao umeona hawana hazi au nini au sio mpango, lakini collaboration yako moja hapa ni kubwa sana na ni hatua kubwa sana kwa industry ya muziki wa Nyarugusu. Bwana nishakafanya. Ya leo ulivyokuja. Ya leo sina muda ndio shida. Okay. Sina muda. So hapa vinatatoka hapa niingie tena vitu yangu vya mafamilia. Alafu muda njoo hakuna njoo sababu. Sawa, kuna maisha fulani hivi nadhani kwamba wasanii wengi wameshapiga na wewe kwa huko Kongo. Sasa hivi unaonaga ni kwa nini? Kwa sababu wewe una washikaji kama wawili. Kuna Sadi Baba pia kuna nani ule Bernard. Hivi unaonaga kwa nini wakuchagua wewe? Kila watu na mikakati yao. Mimi sijui wenda wanashindwanaka. Mimi siwezi jua sasa. Juu mimi wanakuyaka tunaelewana na batuma kwa manager wangu. Banaelewana. Mimi naambiliwa tu wane kesho 1 2 3 tutatumika na ule msanii. Tunafanya mambo yetu chap binaisha pale ya vile. Naam, Bellamy, kuna swali nitaka kuulizia kuhusiana na umetuambia umevuta ndinga. Haujatuambia kuhusiana na makazi, nyumba unayoishi, gharama zake. Tungependa na hilo tufahamu pia. Mtu siwezi kuwa na gari afu niko nalala mnyumba yenye niko nalipia saa 4 hapana. Unasikia? Niko mnyumba yenye mimi nalipiaka milioni sensa sijui ngapi kwa mtaka na nusu. Milioni 1 na sensa. Ndio mimi nalipiaka hapa nifuka Bujumbura. Kwa mwezi mmoja ama kwa wiki mbili? Kwa mwezi mmoja.
Bila shaka tuliona tour yako ya Zanzibar na Zanzibar kule ulienda kufanya video, ulienda kufanya shooting ya video yako ambayo ilitoka na tuliona. Nataka tujue zile moment ambazo ulikutana nazo kule Zanzibar, changamoto na vitu kama hivyo. Zanzibar changamoto ya Kawambi ilikuwa tuligonga Mwarabu wa watu, Mungu anisamee. Ile clip unaiona. Ulionaga Tanzania walionaga ile clip kule wakayamayama sana. Huyu Mkongo vipi huyu? Anataka tumalizia watu hapa nini? Nikasema hii ni bahati. Singekuwa na mtu wa pale. Ningechapwa kule mngesikiana chapwa. Lakini ndio changamoto ya Kawambi ilikuwa pale. Na ingine ilikuwa ni juu ya ni vitu wenye sikuwa naelewa kule vile ma transport. Kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar unakuta kama uko étranger au uko mule Mtanzania. Bana kulomba mafranga ya true. Mimi nauliza wewe huyu analipa 30,000 hapa kwenu. Kisha mimi nipe 60,000 mimi nilipe $30. Ule ni 30,000. Mimi Chile wewe ulipe $. Mimi nipe $. Tena $, ndugu yangu. Nikasema wewe vitu gani? Ndio unaona niko Mkongomani. Bwana na jina kwanza kesi lilivyo kubwa. Basi jina pale wananijua pale pale Dar es Salaam, nisidanganye yangu pale mimi niko. Labda tutamani tujue hichi kitu maana hapa tunaelekea kumaliza. Labda tutamani tujue hichi kitu. Safari yetu tunapotoka hapo naelekea hapa. Kutoka hapa? Kutoka hapa mimi narudia Bujumbura kwangu. Nikitoka pale naingia Dar es Salaam. Ya kutoka pale niko na zingine donc niko na mavoyage za mingi, niko na prepare EP kwanza mjue vile. Na niko na besoin siku EP yangu itatoka tungale mkono pia juu itakuwa pia kabambi ya Busito yenye yafanyikaka. Na pia ala kumalizia kuhusiana na Bellamy kwenye upande wa ndoa, umesema kwa una mke, una mchumba, tunamfananisha kama mke wako, unamuka kama mke kama wife fulani, na hujatuambia kwa ndoa itakuwa lini, labda tukaja tukala mchele nini, tunaelewa tena vitu wenye siapenda kuviweka wazi sana mambo ya vya mandoa manini. Nikiwawekea wazi mtajua tu, nikisema niviweke sasa bikwe en public mtabijua tu. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, hapa ni nyumbani.